Kwani masikio yako yasikii au? Alafu nisikilize. Hivi unajua una kichwa kigumu sana. Ukiniangalia kwa karibu nagundua kwa mimi nakupenda. Yaani nakuchukia kuliko umaskini unavyochukiwa na watu. Hivi wewe na ukubwa wako umekaa huko ndani unalishwa, unavishwa, una kazi ya kubonyeza remote. Wewe kazi za kufanya uko nje uzione? Uzione na kuuliza. Alafu nisikilize. Hebu tafuta kazi ya kufanya. Sawa? Huko ndani nimekuchoka. Yaani nimekuchoka kuliko hatima ya maskini. Wewe, mimi na wewe wakati tunajenga nyumba hatukuweka ndugu. Wewe umemwona ndugu yangu? Kama tujenga ndugu, umemwona ndugu yangu? Afu karibu. Kyo. Karibu. Mbona unafunkia sana shemeji yako? Shida ni nini? Nimemchoka. Hivi mume wangu, kwanza pole na safari. Alafu pili nataka kuniambia tutamlea mpaka lini? Tunataka akue afike wapi? Kama wazazi wake huko walimwambia nenda mjini kwa kakao katafute pesa. Kaja huko kukaa, tutamlea mpaka lini? Kama tumezaa huyo mtoto amekuwa mkubwa kiasi hiki, tutamlea mpaka lini? Hivi maneno unayoyaongea unayasikia vizuri? Huyu mimi ni ndugu yangu, tumbo moja tumezaliwa kwa mama yetu. Basi nisikie. Sasa nisikilize. Mimi mwenyewe nina ndugu wa tumbo moja. Sijui unanielewa? Ninao, sijaamua kuwaleta kwa sababu gani? Wasibweteke. Huyo yeye umemleta abweteke, basi mpeleke huko kazini kwenu, mimi sitaki kumuona ndani. Afu nisikilize kitu kingine. Yaani kuna vitu mke na mume tunashindwa kuvifanya bado hatujapata watoto kwa sababu tunalijitu lizima ambalo tunasema litatuonaje? Litachukua picha gani? Yaani mimi nishindwa kukaa hapa sebuleni na mume wangu nikupachike miguu, sijui nikushike kidevu, eti kuna huyu mtu mzima ovyo. Ametanua pua utafikiri nani sijui yupo huko uchawa. Hebu Skola, nakuita Skola, sikuiti tena mke wangu. Mbona unajaribu kuuficha moto wakati juu moshi unakuumbua? Kwa nini unamfokea huyu wakati unajua huyu ni ndugu yangu mimi? Na bila huyu labda pengine mimi nisingekuwepo. Unajua historia ya maisha mimi na huyu? Kila mtu ana historia na familia yake huko kwenye vijiji vyao. Sasa nisikilize kwa makini, maana naona kichwa kigumu. Kichwa chako kigumu kabisa. Naomba uchague mimi au Lizo. Kabla hujachagua nataka nikwambie kitu. Kabla hujaamua kuoa, kwanza uliyetakiwa ujifunze kwamba kati ya mke na mama unatakiwa uchague mke. Hata Biblia imesema ataambatana na mkewe na si ndugu zake. Humu ndani ni nyumba yangu mimi na wewe. Akatafute nyumba yake yeye na mke wake. Chagua. Bila samani, kaa hapo naongea na kakako. Kaa hapo. Sikiliza kitu kimoja. Sawa. Labda pengine ujue. Naona unajaribu kunipanda tu kichwani. Kati ya wewe na mdogo wangu ambaye ni ndugu yangu wa damu, mimi nitamchagua yeye. Okay. Nenda kuchukua vitu vyangu. Nisamehe sana Lizo. Shemeji yako unaona kabadilika sana. Hata sielewi tatizo ni nini. Kaka, shemeji ni mwanamke ambaye anafuliza sana matukio ya kunyanyasa. Lakini acha nikwambie kitu kimoja. Leo naishi siku ya mwanzo na mwisho. Sitokuja kanyaga tena hapo kwa sababu sijaja kuwagombanisha kama. Nyie ishini, kambembeleze. Kwa sababu wewe ni mke wako. Nisikilize nikwambie mdogo wangu. Shemeji yako ana matukio mengi sana ambayo mimi mwenyewe nimeyanyamazia kimya. Sijaongea na yeye, hajui kama anajua. Sijui naelewa. Na hivyo alivyosema naondoka, mwache aondoke sababu nilishamchoka toka muda mrefu. Kuna matukio mengi kayafanya.
Kwa hiyo wewe baki hapa, tutaishi hapa. Kama shemeji yako utamtafuta mwingine na atakuja kuishi na sisi. Ni bora kumwacha mwanamke aende kuliko wewe ndugu yangu, ambaye wewe hata ukifa sitokupata tena, ila mwanamke akifa mimi nitampata.